Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Jina langu ni Hamida Abubakar. Taarifa yetu kuu usiku huu: majibizano ya kibiashara kati ya Marekani na China yazidi baada ya Beijing kuapa kuendelea kukabiliana na hatua ya Trump ya kuongezea ushuru. Karibu. Taifa la China limeishtumu Marekani kwa kuilaghai na kuapa kukabiliana na hali hiyo hadi mwisho baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutishia kuongeza ushuru zaidi kwa bidhaa za China zinazoingia Marekani. Trump amesema ataongeza ushuru kwa bidhaa kutoka China kwa zaidi ya 100% ikiwa Beijing haitaondoa ushuru wake wa kulipiza kisasi kwa bidhaa za Marekani. Kuna wasiwasi kwamba hatua hiyo itasababisha vita vya kibiashara kati ya mataifa hayo mawili yenye uchumi mkubwa zaidi duniani na kusababisha kudorora kwa kiuchumi duniani. Wizara ya mambo ya kigeni ya China ilifanya kikao na waandishi wa habari ikionya kwamba Beijing iko tayari kukabiliana na hali hiyo. Nataka kusisitiza kwa mara nyingine tena kwamba vita vya kibiashara na ushuru havina washindi na ulinzi hauna mstakabali wa baadaye. Watu wa China hawafanyi fujo na hawaogopi matatizo, shinikizo, vitisho au usaliti. Hiyo sio njia sahihi ya kushughulika na China, na China itachukua hatua zinazohitajika ili kulinda kwa udhabiti haki na maslahi yake halali. Ikiwa Marekani itapuuza maslahi ya mataifa haya mawili pamoja na jamii ya kimataifa na kuendelea kusisitiza kuhusu vita vya kibiashara na ushuru, China itapigana hadi mwisho. Awali masoko ya hisa ulimwenguni yaliimarika kiasi baada ya hisa zao kuporomoka kwa siku tatu. Hatua hii inakuja baada ya Washington kukubali kufanya mazungumzo na nchi zingine zilizoathirika na ushuru wa Trump. Nchi za Afrika pia zina matumaini kuwa zinaweza kufanya makubaliano ya kuokoa mpango wa kibiashara kati ya Marekani na Afrika wa AGOA ambao unaruhusu nchi za Kiafrika kuingiza bidhaa Marekani bila kulipa ushuru, kama anavyoeleza waziri wa biashara wa Afrika Kusini. Mawaziri wa biashara watakutana baadaye mwezi huu nchini DRC ambapo AGOA itakuwa kwenye ajenda yetu kuu, na nia itakuwa kuunda mbinu ya pamoja tunapoenda kushiriki katika mazungumzo ya AGOA. Na taarifa hiyo ndio inayotuhitimishia taarifa yetu kuu usiku huu. Wizara ya afya ya Gaza inayosimamiwa na Hamas imesema watu 58 wameuawa katika mashambulizi yaliyotekelezwa na vikosi vya Israel. Wapalestina 19, baadhi yao wakiwa watoto, waliuawa katika mashambulizi hayo ya usiku katika maeneo ya kati na kaskazini mwa ukanda wa Gaza. Idadi ya waathiriwa katika eneo hilo imeendelea kuongezeka kila siku tangu Israel ianze tena mashambulizi yake mwezi uliopita. Mashirika ya Umoja wa Mataifa yametoa wito wa kusitishwa kwa mapigano na kuanzishwa tena kwa misaada inayohitajika. Akizungumza akiwa ameshinikizwa wakati wa ziara yake katika ikulu ya White House, Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema mazungumzo yanaendelea. Viongozi wote, Netanyahu pamoja na Rais Donald Trump, wamesema bado wanaunga mkono kuondolewa kwa Wapalestina kutoka Gaza. Huku hayo yakijiri, shirika la Msalaba Mwekundu na Palestina limetoa tena wito wa uchunguzi huru wa kimataifa katika kisa cha mauaji ya wahudumu 15 wa dharura katika eneo la kusini mwa Gaza wiki 2 zilizopita. Waathiriwa hao walizikwa katika kaburi la kina kifupi. Shirika hilo limesema mauaji hayo yalikuwa ya makusudi, huku Israel ikishikilia msimamo wake wa awali kuwa taarifa hizo hazikuwa na ukweli wote. Ifuatayo ni taarifa ya Jeremy Bowen ikiwasilishwa na Ahmed Bahaj. Ilichukua wiki moja kuipata miili 15 ya wahudumu wa afya na wafanyikazi wa huduma za dharura waliouawa na jeshi la Israel kusini mwa Gaza. Walikuwa wamezikwa katika kaburi la pamoja wakiwa ndani ya magari yao yaliyoharibika. Kilichotokea, sababu yake na jinsi walivyouawa ni tukio la hivi punde zaidi katika mzozo wa muda mrefu kuhusu mienendo ya vikosi vya Israel Gaza. Miili ya wafu ilirejeshwa katika hospitali za karibu na eneo hilo pamoja na simu iliyofukuliwa kutoka kaburi hilo, ikiwa na ushahidi uliolazimisha Israel kubadilisha msimamo wake wa awali kuwa jeshi lao lilifyatua risasi kwa msafara uliokuwa na shaka wakati wa giza, wakiwa bila mataa na vifaa vya kutoa ishara za dharura. Shirika la Msalaba Mwekundu kwa Palestina limeitisha uchunguzi huru wa kimataifa.
The lights were on. Taa zilikuwa zimewashwa. Kwa nini waliuawa? Why did you destroy the ambulances? Kwa nini mliharibu magari ya wagonjwa baada ya kuwaua? Kwa nini mlijaribu kuchimba kina kirefu kuyazika magari hayo ya wagonjwa? Kwa nini mlificha miili yao? Kwa nini? Kwa nini? Hide the bodies. Why and why? Rifat Radwan, mmoja wa wahudumu wa Msalaba Mwekundu, aliuawa katika shambulizi hilo. Alirekodi video katika dakika za mwisho za maisha yake iliyoibua maswali hayo yote. Ilikuwa kwenye simu yake iliyopatikana katika kaburi hilo la pamoja karibu na mwili wake. Inaonyesha kuwa msafara huo ulikuwa na alama za taa za dharura zilizojitokeza na wanaume waliokuwa na mavazi yanayofahamika. Mashambulizi hayo ya risasi yaliendelea kwa dakika 5. Maombi ya mwisho ya Rifat Radwan yanasikika yakifanyika katika mazingira ya milio ya risasi. Israel bado inasisitiza bila ushahidi kamili kuwa magaidi 6 wa kundi la Hamas ni miongoni mwa waliouawa. Ehud Olmert, ambaye alikuwa waziri mkuu wa Israel wa zamani, alihoji maelezo rasmi. Hukumu yangu na maoni yangu ni kuwa kuna jambo linanukia, jambo lililofichwa, jambo linaloonekana kuwa baya kulingana na vile jeshi la Israel linavyojiendesha. Haya yalikuwa mazishi ya wafanyikazi wa shirika la Msalaba Mwekundu. Zaidi ya wahudumu wa kujitolea 408 wameuawa katika vita hivi, kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa uliosema siku ya Jumatatu kuwa wameshuhudia matukio ya vita yanayoonyesha kutojali kwa maisha ya watu. Israel sasa inakiri kuwa jeshi lake lilifanya makosa kwa kuvamia msafara huo, ila inashikilia msimamo wa kupinga kufanya makosa ya uhalifu wa kivita huko Gaza. Tukisalia Mashariki ya Kati, Rais wa Marekani Donald Trump na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu pia walizungumzia swala la silaha za kinyuklia zinazotengenezwa na Iran. Marekani inasema kwamba inataka kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei kuhusu swala hilo. Sasa ili kuelewa zaidi kuhusu yanayojiri katika eneo hilo, tunaungana na mchambuzi Ibrahim Rahbi akiwa studio zetu za Dar es Salaam. Tuanze na mkataba wa kinyuklia wa Iran na Marekani. Rahbi, mataifa hayo mawili yashafanya makubaliano wakati wa Rais Barack Obama mwaka 2015. Sasa Trump aliondoka Marekani kwenye makubaliano hayo mwaka 2018. Tutarajie nini tofauti safari hii? Nashukuru Hamida. Ukiangalia tofauti inaweza isitokee sana kwa sababu huoni mabadiliko yoyote ya makubaliano yaliyo 2015 na haya makubaliano ambayo Marekani wanayataka hivi sasa. Inaleta tu kufikirika zaidi kwa sababu aliyeiondoa Marekani kwenye makubaliano ya mwaka 2015 yaliyoingiwa na Barack Obama ni mwaka 2018, ni yeye Donald Trump, akisema kuwa Irani inakiuka makubaliano na haijatekeleza kikamilifu vilivyomo kwenye makubaliano. Sasa akarejesha vikwazo vipya. Sasa anayetaka makubaliano tena kwa shinikizo ni huyo Donald Trump dhidi ya Irani. Ndio maana Irani wanasema kuwa haya mazungumzo sisi tunataka yawe zaidi ya Marekani. Ndio maana wanasema hatutazungumza moja kwa moja na Marekani, ila tutazungumza kupitia nchi ya tatu. Na hata tangazo la Trump limezungumza kuwa anaenda kuzungumza na Irani moja kwa moja kule nchini Omani, lakini ujumbe uliowekwa mtandaoni na waziri wa mambo ya nje wa Irani Abbas Araghchi umeonyesha kuwa mazungumzo yao hayatakuwa ya moja kwa moja. Kwa hiyo tunaweza tukasubiri tuone kuwa yatakuwa moja kwa moja au sio moja kwa moja. Nani anatuambia ukweli, nani anatudanganya? Hapo katika mazungumzo, unadhani kwamba Israeli itaridhia yale makubaliano yote kati ya pande hizi mbili, kizingatiwa kwamba Israeli imetishia kushambulia maeneo ya kinyuklia nchini Iran? Sio rahisi Israeli kukubaliana, na hata mwaka 2018 aliyekuwa anasukuma sana hili swala la Marekani kuondoka kwenye makubaliano ilikuwa ni Israeli, na Trump alikuwa ni mgeni wa siasa. Alikutana na Netanyahu ambaye ni mzoefu, akamsukuma Trump ili aondoe kwenye yale makubaliano, na Trump alifanya hivyo. Kwa hiyo Israeli sio rahisi kusema kuwa anakubaliana. Israeli aligombana sana na Barack Obama kwenye makubaliano ya mwaka 2015 kuwa alikuwa hataki Marekani iingie makubaliano. Israeli njia pekee au kitu pekee ambacho anakihitaji ni kupata usaidizi wa Marekani
kuivamia Irani. Na hivi sasa ni fursa ambayo wamekuwa wakiiona kuwa ni fursa nzuri. Katika mambo manne yaliyompeleka Marekani, ikiwemo la kodi, ikiwemo la Gaza, ikiwemo ugomvi wake na Uturuki, lakini jambo kubwa ni la Irani hasa. Sasa mazungumzo haya ya moja kwa moja ya Marekani na Iran hayatomvutia kabisa Israeli, na huenda tukashuhudia mgongano mpya hapo baadaye kati ya Trump na Netanyahu kama ulivyotokea wa Barack Obama na Netanyahu kwenye makubaliano haya ya Irani, ikiwa Marekani itaendelea na haya mazungumzo na Iran. Sasa baada ya Trump kukutana na Netanyahu, Rahbi, unadhani hatma ya ukanda wa Gaza ni ipi hasa? Msimamo uliowekwa wazi wa Netanyahu na Trump umebaki ule ule. Nadhani maswali mengi tunatakiwa tuwaulize ile Arab League, tuwaulize ulimwengu wa Kiarabu hasa wenyewe umesimamia wapi, kwa sababu tuliona mkutano wao ule wa mwezi wa 3 kule Cairo, walikuwa na maazimio ambayo yalikuwa mengi, walikuwa wanazungumza, lakini hivi sasa ni kama vile hawazungumzi. Na ukiangalia Trump anachokizungumza na Netanyahu, hawajabadili msimamo wao wa kuondoa watu wa Gaza waondoke. Na hata ukiangalia mkutano huu wa waandishi wa habari ulitengenezwa kwa makusudi kabisa, na vyombo vya habari baadhi vya Marekani vimeripoti kuwa hata wanahabari walioingizwa kwenye mkutano huu ni wale wenye mrengo ambao unakubaliana na Trump na Israeli, na ndio maana hapakuwa na maswali mengi kuhusu Gaza. Netanyahu amejibu kirahisi tu kuwa tunakuwa kwenye mazungumzo, ni kitu ambacho hakipo kabisa. Ni kama vile hawataki kulizungumzia sana swala la Gaza ili lisijadiliwe. Kwa hiyo hapa tunaweza tukauliza sana ulimwengu wa Kiarabu umesimamia wapi? Ndio pekee wanaweza kubadili upepo. Na Rahbi, kwa kifupi tu, vipi kuhusu mazungumzo ya awamu ya pili sasa ya kusitisha mapigano wa Gaza? Unadhani kutakuwa na mwanga hivi karibuni? Ukisikiliza Trump alichokizungumza, anasema kuwa huenda kukao na usitishaji, lakini sio wa hivi karibuni. Ukisikiliza vyombo vya habari vya Israel vinasema kuwa kumekuwa na mazungumzo, wawakilishi wa pande mbili wamekuwa wakianzisha mazungumzo, lakini ukisikiliza upande wa Hamas wanasema hawajapokea ofa yoyote kutoka kwa wawakilishi wa Qatar wala Misri. Kwa hiyo ni kama vile hili swala bado liko mbali kwa hivi sasa na halijatiliwa nguvu. Ni kwa sababu hakuna pressure yoyote ambayo inasukuma kutoka kwa Marekani, kwa sababu hata mazungumzo ya awali ambayo walifikia makubaliano ya Januari 19 ilikuwa ni nguvu ya Marekani. Sasa Marekani ni kama vile ameamua kuliacha na kumwacha Israeli afanye anavyojisikia. Naam, asante sana Ibrahim Rahbi, mchambuzi akitoa mwanga kuhusiana na suala la Israel na Hamas. Matangazo haya yanapeperushwa na Star TV Tanzania, K24 nchini Kenya, pamoja na ukurasa wa Facebook na YouTube wa BBC Swahili. Ukitaka maelezo zaidi unaweza kuyapata kupitia simu yako ya mkononi, bbc.com/Swahili. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tukirejea, BBC inazungumza na wakazi wa Juba, Sudan Kusini, kuhusu mzozo wa kisiasa unaozidi kutokota nchini humo.
Karibu tena, hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Jina langu ni Hamida Abubakar. Hali ya taharuki imetanda nchini Sudan Kusini, huku kukiwa na hofu ya kuzuka kwa vita vya ndani baada ya Rais Salva Kiir kufunga kifungo cha nyumbani aliyekuwa makamu wake Riek Machar. Kumekuwepo na ripoti za mapigano kaskazini mwa taifa hilo, huku kukiwa na hofu ya kusambaratika kwa mkataba wa amani wa mwaka 2018. Akisa Wandera amezungumza na raia mjini Juba na kututumia taarifa ifuatayo. Katika jiji kuu la Juba, maombi ya amani yametawala tena. Raia wa Sudan Kusini waliochoshwa na miongo kadhaa ya vita wanatumai kutoona historia ikijirudia. Mtazamo wetu daima ni kuwa watu wa Sudan Kusini wamechoka na vita. Wamekuwa katika mapigano hata kabla ya Sudan kupata uhuru. Umewadia wakati wa watu kuishi kwa amani. Tunataka mambo matano muhimu: mazungumzo, amani, mapatano, umoja na maendeleo. Ghasia zimepamba moto katika maeneo ya kaskazini mwa Sudan Kusini, hususan majimbo ya Upper Nile na Unity, karibu na Sudan na Ethiopia. Kwa mara ya kwanza tangu mkataba wa amani wa mwaka wa 2018 uliomaliza vita vya kikatili vya miaka 5, vikosi vinavyounga mkono serikali na upinzani vinazozana. Kwanza, naibu rais Riek Machar, mhusika mkuu katika mchakato huo wa amani, amewekwa chini ya kifungo cha nyumbani, ikizidisha mvutano. Serikali inamshtumu kwa kuunga mkono makundi yenye silaha na kudhoofisha usalama wa taifa. Michael Makuei ndiye msemaji wa serikali. Hakuna mazungumzo wala maridhiano katika suala la matumizi ya sheria. Ndio maana ni lazima akabiliane na sheria. Baada ya hapo ikibidi tutafanya hivyo, lakini si sasa hivi. Lakini wafuasi wa Machar wanahoji kuwa kukamatwa kwake kuna kiuka makubaliano ya amani. Wimbi la kamata limewalazimu viongozi kadhaa wa upinzani, akiwemo msemaji Palma Deng, kutoroka Juba. Anaonya kwamba mpango huo wa amani sasa uko ukingoni na unaweza kukatika. Iwapo haitafanyika, ina maana kwamba mkataba huo uliohuishwa utamalizwa kabisa na SPLM-IG na washirika wake. Hali imekuwa ngumu zaidi kutokana na kuongezeka kwa mgawanyiko katika chama cha Machar. Chama hicho kimewasimamisha kazi maafisa 4 wa ngazi ya juu kwa madai ya kuegemea upande wa serikali na kupanga njama ya kumrithi Machar kama mwenyekiti. Wakati huo huo, juhudi za kidiplomasia zimeongezeka. Rais wa Uganda Yoweri Museveni na jopo la ushauri wa Umoja wa Afrika walitembelea Juba kufanya upatanishi, lakini timu ya AU haikukutana na Daktari Riek Machar licha ya kuomba idhini rasmi kutoka kwa serikali. Hisia za wasiwasi miongoni mwa watu hapa Juba inatokana na historia ya vita vikali nchini Sudan Kusini. Watu wengi wanasema kuwa wana hofu kwa amani ambayo imekuwa kwa muda sasa huenda ikasambaratika. Watoto wetu wanapotoka nje, tunabaki na hofu mara kwa mara kwamba wanaweza kosa kurudi nyumbani. Hatuwezi kupita siku 15 bila maafa au migogoro yoyote. Tunaishi kwa hofu. Vita ni kitu kinachoumiza watu na kuwatia hofu. Kipindi cha mpito cha Sudan Kusini tayari kimeongezwa mara 2. Chaguzi za kitaifa ambazo ziliwahi kuonekana kama njia ya kusonga mbele sasa zimesalia katika utata. Kinachoongeza hali hii ya sintofahamu ni uwepo wa wanajeshi wa Uganda. Kampala imesema walitumwa ili kuleta utulivu, lakini makundi ya upinzani yanataja hatua hii kama ukiukaji wa uhuru wa taifa na ukiukaji mwingine wa makubaliano ya amani. Kwa watu milioni 12 wa nchi hii, kwa mara nyingine tena, ndoto yao ya kupata amani ya kudumu iko hatarini tena. Akisa Wandera, BBC. Matangazo yetu ya redio pia yanasikika kupitia mtandao wetu bbc.com/Swahili, ambapo unaweza kumsikiliza Regina Nziwanda huyo hapo katika Amka na BBC pamoja na Dira ya Dunia redio kila siku ya wiki saa 12
kamili asubuhi na saa 12:30 jioni. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa Kiswahili ya BBC. Tutakaporejea tunaangazia robo fainali za michuano ya klabu bingwa barani Ulaya ambapo Real Madrid watakabiliana na Arsenali. Karibu tena, hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa Kiswahili ya BBC. Jina langu ni Hamida Abubakar. Waziri wa Ulinzi wa Uingereza John Healey amekutana na familia ya mwanamke Mkenya anayedaiwa kuuawa na mwanajeshi wa Uingereza mwaka 2012 na kuhakikishia usaidizi wa serikali katika kupata haki. Kesi ya Agnes Wanjiru imecheleweshwa kwa muda mrefu huku kukiwa na madai kwamba idara ya ulinzi Uingereza ilijaribu kuficha tukio hilo. Familia imesema hii ni hatua muhimu katika kuwasaidia kupata haki. Sarafina Robi na taarifa zaidi. Wawakilishi wa familia ya marehemu Agnes wakiandamana na wakili wao walifika katika ubalozi wa Uingereza jijini Nairobi kwa mkutano ambao wamekuwa wakiutafuta kwa muda mrefu. Baada ya muda saa 2, ubalozi huo ulituma picha hizi. Waziri wa Ulinzi wa Uingereza alikuwa Nairobi kuwasikiliza na kutoa hakikisho lake. Agnes Wanjiru alionekana kwa mara ya mwisho mwaka 2012 akiwa na washukiwa hao katika hoteli moja karibu na kambi ya mafunzo ya jeshi la Uingereza huko Nanyuki katika eneo la kati la Kenya. Mwili wake uliokuwa ukioza ulipatikana kwenye tanki la maji taka la hoteli hiyo miezi mitatu baadaye. Inadaiwa kuwa washukiwa hao walitania kuhusu tukio hilo katika gumzo la WhatsApp mnamo mwaka 2021 huku kukiwa na madai kwamba idara ya ulinzi wa Uingereza ilificha tukio hilo. Leo, msemaji wa familia hiyo alisema wamefarijika kukutana na afisa wa ngazi za juu wa serikali ya Uingereza. Aliwahakikishia dhamira yake ya kutafuta suluhu la kesi hiyo. Mkutano wetu umeendelea vizuri na tumemweleza shida ambazo zenye tunapitia na tumemwambia kile ambacho tunafikiria kama familia akiweza kifanya tunaweza pata justice. Na tunaomba tu juu amesikia akirudi kwao nyumbani ataweza kuenforce hizo maneno zote zenye tumemwambia akifanya maybe tutapata haki. Sasa wanataka washukiwa wachukuliwe hatua. Waziri wa Ulinzi ameeleza ya kwamba yeye atafanya jambo yote iwezekanavyo ama ataweza kufuatilia haki ipatikane kwa Agnes na familia yake. Bwana Healey anatarajiwa kukutana na Rais William Ruto baadaye katika ziara hii. Alisema atazungumza suala la kesi hiyo iliyocheleweshwa kwa muda mrefu. Familia inatumai kuwa mkutano wa leo utaashiria mabadiliko katika kuelekea kupata haki.
Sasa tuingie viwanjani. Bingwa mara 15 katika michuano ya klabu bingwa barani Ulaya, Real Madrid hii leo watashuka ugani kukabiliana dhidi ya Arsenal katika mtanangi wa robo fainali. Huku hayo yakijiri, Bayern Munich wa Ujerumani nao wataonja makali ya Inter Milan kutoka Italia katika mechi nyingine ya robo fainali. Ahmed Bahaj na taarifa zaidi. Hii ni mara ya 3 kwa miamba hii ya soka barani Ulaya kukutana katika ngarambe hizi. Mara ya mwisho ikiwa mwaka 2005 ambapo Arsenal iliibuka na ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Real Madrid. Kikosi cha Arsenal kimepigwa jeki kwa kurejea kwa nyota wao Bukayo Saka aliyekuwa benchi kwa zaidi ya siku 100 kufuatia jeraha la nyonga. Nataka kushinda na biji hii ya Arsenal. Mashabiki wanajua ninavyojitolea. Walinikaribisha kwa furaha sana baada ya jeraha. Sasa tunalenga ushindi tu. Vigogo Real Madrid waliofuzu baada ya kuibomoa Atletico Madrid raundi ya 16 wana majeruhi kadhaa katika safu ya ulinzi, ila kocha wao Carlo Ancelotti ana imani kuhusu safu yake yenye washambulizi wakali ikiwemo Kylian Mbappe. Jambo muhimu ni kuwa mtu muhimu sana wa klabu hii, Rais Florentino Perez, ana imani na mimi. Mengine si muhimu. Tunalenga kunyakua mataji yote, na kama ikishindikana tutajipanga msimu ujao. Mechi hiyo itagaragazwa katika uwanja wa Fly Emirates nchini England. Katika robo fainali ya pili hii leo, vigogo wa Ujerumani Bayern Munich watavalishana njuga dhidi ya Inter Milan kutoka Italia. Timu hizi zimekutana mara 9 huku Bayern wakirindima Inter Milan katika mechi 5 nao Inter wakishinda mechi 3. Mechi moja wametoka sare. Dimba hili litapigwa katika uwanja wa Allianz Arena nchini Ujerumani. Liwe liwalo, kuna vigogo watairamba sakafu katika hatua hii. Na sasa tutupie macho ukurasa wetu wa internet. Hapa kuna taarifa mbalimbali ikiwa ni pamoja na makala za michezo, picha na video. Taarifa utakayopata pale ni Marekani inajiandaa kwa mazungumzo ya moja kwa moja ya nyuklia na Iran. Ndio taarifa utakayoipata hapo. Pia vile vile kuna taarifa inasema kuunguzwa na kemikali na kuchoma moto wa Gaza waiambia BBC kuhusu mateso katika kizuizi cha Israel. Na pia vile vile, je, dunia inaelekea kwenye mgogoro wa kiuchumi? Ni taarifa ambayo utaipata katika mtandao wetu wa bbc.com/Swahili. Na hatuna mengine ya ziada. Taarifa hiyo inatukamilishia Dira ya Dunia. Naitwa Hamida Abubakar. Usiku mwema, kwa heri.